أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. Mandugu zangu Waislamu, tunaendelea na ile visa vyetu vya mtume, tunaendelea na ile kisa mtume Yusuf alayhi salam. Tulikuwa tumefika mahali ambaye mandugu zake walikuwa naingia. Tulisema Yusuf alayhi salam saa ile alikuwa najibu ile tafsiri ile ndoto, alikuwa ameongea juu ya 7 baqaratin simanin yakuluhunna 7 ijaf. Alikuwa anasema ngombe 7 ambaye wanene walikuwa nakuliwa na ngombe 7 ambaye ni wakonde. Kivipi? Inamaanisha ile miaka 7 ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amepatia mvua, ilikuwa umeweka ile mali yao mahali, ndo baada ile miaka 7 nyingine ambayo Mwenyezi Mungu atawaletea kiangazi ndio watumie ile miaka 7 ambayo walikuwa napata ile mvuno ya kila kitu. Allahu Akbar. Baada hiyo mtume Yusuf alayhi salam alifanya nini? Mandugu zake walikuwa nakuja. Sasa yeye alikuwa ni waziri very powerful. Information ikamfikia ya kwamba kuna vijana ambayo wanakuja wanaingia katika hiyo nchi ya Misri na hawajui kuongea ile Kimisri, ile lugha ya Kimisri. Allahu Akbar. Wakakuja wakamletea upelelezi ule waziri, wakamwambia kuna watu ambayo wanakuja. Yeye alikuwa ameongea na yule king, akamwambia sasa kwa sababu Misri Mwenyezi Mungu ametupatia mazao mingi na tuko naye ile kando yetu, ile nchi ambayo iko kando yetu, tuko tunawasaidia na tuko tunapatia na bei kidogo sana ile mazao. Ile chakula ambaye tuko naye tutakuwa tunauzia na bei ambaye ni si pesa mingi. So kila mahali ile information ikafika mpaka ikafika kwa baba ya Yusuf alayhi salam ambaye alikuwa anaitwa Yaqub. Yaqub alayhi salam akatuma vijana wake 10 akaambia, endeni Misri, nasikia kuna chakula watu wanapata na bei nafuu, chukueni hii bidhaa ambaye sisi tuko naye, endeni naye mununue naye chakula. Allahu Akbar. Wakachukua ile bidhaa walikuwa naye, wakaenda na ngamia 10, kwa sababu sheria ilikuwa kila mwanaume alikuwa anapatiwa mazao ama bidhaa ama vitu ya ngamia moja. So walikuwa vijana 10, kila mmoja wao akaenda na ngamia moja. Wakafika mpaka katika Misri. Sasa ile wanaingia ndani ya ile town ya Misri. Information ikamfikia mtume Yusuf alayhi salam ya kwamba kuna vijana ambayo 10 wanaingia katika town na hawajui kuongea Kimisri na wanatoka panda ile ardhi ya Palestina, Kanaan. Yusuf alayhi salam akakuwa tayari kuja kuangalia ni kina nani watu ambaye inasemekana wanaingia katika Misri. Yusuf alayhi salam akaona mbali, akaanza kurecognize mandugu zake, akisema huyu ni fulani, huyu ni Yudha, huyu ni Shamail, huyu ni Rubil, huyu ni fulani. Kila mmoja wao akaanza kuwataja majina. Allahu Akbar. Sasa vile wanaingia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wajaa iqwatu Yusufa fadakalu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Sasa ile ndugu ya kila Yusuf wanaingia katika ile town na wakiingia kwake akaanza kuwajua one by one, akaanza kujua huyu ni fulani, huyu ni fulani. Sasa ile wameingia, lakini hawakuwa wanamjua Yusuf alayhi salam. Wameshinda kumrecognize kwa sababu walikuwa wanajua Yusuf alayhi salam alikuwa ni kijana mdogo wakati ile walikuwa wanamtupa ndani ile kisima, na alikuwa ni alikuwa mdogo. Lakini sasa Yusuf ameanza sasa kuwa mkubwa, ni 40 years baada hiyo wakati. Allahu Akbar. Miaka 40 iliyopita wakati hiyo. Sasa Yusuf ni mtu mzima, amebadilika, na hawakudhania ya kwamba Yusuf atakuja kuwa waziri Aziz, the most powerful, the second most powerful man in Egypt. Hawakudhani Yusuf anaweza kuwa, so akili yao haikuweka ya kwamba Yusuf alayhi salam ndo huyu. Na ilipita muda mrefu sana, Yusuf ameanza kutoka na ndevu nini mara kwanza na hakuwa na anything. Sasa baada hiyo wakashinda kumjua. Ndio tunakumbuka wakati ile alikuwa ndani ya shimo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia promise ndani ile kisima usiku giza. Mwenyezi Mungu anamwambia nini? Wa uhina ilayhi la tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Utakuja Yusuf alayhi salam, utakuja kuambia hawa
ile jambo ambayo wamekukosea na hii jambo wote wamekufanyia, lakini hawa hawakutambui, hawakujui. Sasa mpaka wakati huo hawamjui Yusuf alayhi salam, mpaka Yusuf ajiseme yeye ni nani. Wakamkujua Yusuf alayhi salam. Yusuf akapeleka katika ile ofisi yake, kasri yake, akakaa nao, akamwambia, nyinyi ni kina nani, mmetoka wapi? Wakasema, sisi tumetoka katika ile ardhi ya Palestine, Canaan. Akamwambia, nyinyi mnakaa wapelelezi, you look like a spy, mnakuja kutuspy nchi yetu. Wakasema, wallahi sisi hatuyuko kwa hiyo maneno, kazi yetu sisi tumekujia, baba yetu ndo mtume ametutuma tukuje tuchukue chakula, sisi hatukuja hapa kufanya uharibifu yote. Akaambia, niambieni baba yenu ni nani? Wakasema, baba yetu ni mtume ambaye anaitwa Yaqub alayhi salam, ako katika ile ardhi ya Palestine, Canaan. Allahu akbar. Wakasema tena nini? Akauliza, nini ni wangapi? Wakasema, sisi sahi tuko vijana 11 baba yetu amezaa. Kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yusuf, lakini aliuawa ndani ya jangwani, ndani ya desert, ndio alikufa zamani. Lakini sahi tuko vijana 11. Akisema, kwa nini mnatembea kwa 10? Ako wapi yule mmoja? Wakisema, ile mmoja baba yetu anampenda sana, anapenda kukaa na yeye sana, kwa sababu ile ndugu yake mwingine ndo alikufa. Sasa huyu baba yetu anapenda kukaa naye. Akisema, hapana, siwezi amini kwa hii maneno. Sasa Yusuf alayhi salam akawatengenezea, akawaandalia ile vitu yao, katika ile zigo yao akawekea nafaka ya kila aina, ile vitu yote hao walikuwa wanahitaji akawekea. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, walamma jahazahum bijahazihim. Allahu akbar. Baada ya Mtume Yusuf alayhi salam kuwawekea kila kitu ile walikuwa nataka ndani ile mzigo yao walikuwa nataka, akawaambia jambo moja, kama nyinyi si wapelelezi, mimi nataka mnikuje na ile ndugu yenu ile mwingine. Qala tuni biaqil lakum min abikum, mimi nataka muende kwa baba yenu na mumchukulieni huyo ndugu yenu mwingine, mumlete, ndo nijue nyinyi si wapelelezi, nyinyi si watu wabaya, nyinyi mumeniambia ukweli. Kama mnataka nijue nyinyi mnaniambia ukweli, mimi nataka mkuje na ndugu yenu. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin, je, hamuoni ya kwamba nimewatimizia ile vipimo yenu, nimewawekea mzigo yenu vizuri, na mimi nimewakaribisha sana, mimi nimewakarimu, nimewaleta kwa ofisi yangu, nimewapatia chakula, aliwaandalia chakula, akawakaribisha, akawafurahisha, akisema, mnaona venye nimewakaribisha mimi si mbaya, lakini kwa nyinyi kunionyesha nyinyi mnasema ukweli, lazima mulete ndugu yenu yule mmoja amebaki, niletieni yeye nimuone. Fa in lam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun, kama hamwezi leta ile ndugu yenu mwingine, kama hamwezi leta kwangu, hakuna tena vipimo ambayo mtapata, na hamwezi kuja karibu yangu. Kutoka wakati hiyo hakuna vipimo vingine, hamwezi kuja kwetu tena tuwauzie vipimo. Nini mnaambia msikanyange tena Misri, kama hamwezi leta ile kijana mwingine. Allahu akbar. Wakasema nini? Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun, sisi tutaenda tumrairai baba yetu, tutamshawishi baba yetu kabisa kabisa, bila ya shaka sisi tutafanya hivyo, tutakuja naye kwa sababu tunahitaji chakula, tuwezi kaa, lazima tukuja naye. Sasa wakatoka ndani ya ile nchi ya Misri, wakaelekea upande wa Canaan, Palestine. Wakafika Palestine, wakamkuta baba yao. Allahu akbar. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mun'a minna al-kayl, wakati walirudi kwa baba yao wakamwambia, ewe baba yetu mpenzi, tumekatazwa kuuziwa tena vipimo, hatuwezi uziwa tena. Kwa sababu nini? Fa arsil ma'ana aqana naktal wa inna lahu lahafidhun, tunataka ututume pamoja na ndugu yetu, kwa sababu pale tumeitwa sisi ni wapelelezi, sisi ni spies, kwa sababu ule Aziz anataka ajue sisi kama tunasema ukweli. Kama tunasema ukweli na amesema, tunafaa kuenda na ndugu yetu huyu. Sasa babetu, wacha ndugu yetu tuende naye, na tutamlinda kabisa ndugu yetu vizuri, na sisi tunasema ukweli wakati hii. Babetu tunataka tumlinda ndugu yetu, ndo tuende tupate vipimo. Kama tunataka tupate chakula, lazima tuende na ndugu yetu babetu, turai tuende naye. Allahu akbar. Babao aliwajibu nini? Qala hal amanukum alayhi
illa kama amintukum ala aqihi min qabl. Je, mnataka ati niwaamini na huyu tena venye nimwamini na ndugu yake yule mwingine? Mnakumbuka venye mmemfanyia Yusuf alayhi salam zamani? Je, nitawaamini aje? Mnakumbuka vile venye mliniambia arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Ewe baba yetu mpenzi, tutume pamoja na sisi, tutume pamoja na sisi Yusuf aende ale na sisi, afurahi, acheze na sisi, na kwa hakika sisi tutamlinda na tutamchunga. Mnakumbuka venye mlisema kwa Yusuf? Leo tena mnarudia the same statement, mnaniambia mnataka muende na huyu pamoja. Allahu Akbar. In the process, kabla hawajatoka ndani ya town ya Misri, wakati ile walikuwa na Yusuf alayhi salam, Yusuf aliongea na ile wafanyakazi yake wala watumwa, yeye sasa ni waziri, aliongea na hawa akaambia nini? Waqala lifatiyanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhin qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Yusuf alayhi salam akaambia nini? Fanyeni hivi, chukueni ile bidhaa ambayo walikuwa wananunua, ile pesa ambayo walikuwa wananunua kununua hiyo mazao, chukueni wekeni ndani ile mzigo yao, kila mmoja wao weko pesa yake na mzigo yake. Wakifika pale, ili wakifungua wakiona wako ile pesa, kwa sababu Yusuf alayhi salam alikuwa anaogopea ndugu zake. Wakifika pale alikuwa anajua walikuwa kwa hali ambaye maskini, wakose kitu akurudi naye kuja kununua naye mazao. Sasa akasema ile pesa yao leo lituletee ile bidhaa yao, warudisheni ndani ile mzigo yao, warudi naye, ndo in case wakifika huko waone ile pesa yao bado iko ndani, warudi tena wakuja kuchukua mazao mengine. Allahu, ili wapate kurudi wawekeni ndani. Allahu, Yusuf alayhi salam. Sasa hawa baba yao anaambia nitaamini aje na hiki jana venye ni maamini na Yusuf alayhi salam, mliniambia mtamchunga, baadaye mnasema amekuliwa na mbwa mwitu, mtaamini aje na huyu Benjamin? Allahu Akbar, Benyamin. Sasa wakafanya nini? walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum. Allahu Akbar. Wakati walifungua ile mzigo yao, wakafungua wakakuta ile bidhaa yao iko ndani. Wajadu bida'atahum ruddat ilayhim, wamerudishwa ile bidhaa yao ndani yake, ile bidhaa ambayo walikuwa wanatumia kununua hiyo mzigo ilirudishwa ndani. Qalu ya abana ma nabqi, baba yetu mpenzi, ni nini zaidi tunahitaji? Angalia ile bidhaa yetu tumerudishia. Hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfadhu akana wa nazdadu kayla ba'ir dhalika kailu yasir. Wakaanza kusema nini? Baba yetu tunahitaji nini zaidi? Abu, angalia ile bidhaa zetu ndo hizi tumerudishiwa, tuko na ile bidhaa already ndo hii, wacha turudi Misri tuende tuwaletee watu wetu chakula. Allahu Akbar. Na tumchunge ndugu yetu, kwa sababu sasa hatuwezi enda bila ndugu yetu, wacha tuende na ndugu yetu pamoja na tumchunge, na tutapata ziada ya kwamba ndugu yetu akienda na sisi tuko tunaenda na ngamia 10, sasa tutaenda na ngamia 11. Tutapata shehena extra nyingine ya kungamia full ambaye tutapatiwa ziada ngamia 1. Na kwa ile Aziz ambaye ile tulimuona, ile mtu mzuri ambaye alitukaribisha huko, ile minister, waziri wa fedha, ni mtu mzuri sana. Yeye haiwezi kuwa shida kwake kutuongezea hiyo ngamia 1. Atatuongezea na atatuwekea vipimo vizuri. Wacheni baba yetu tuende na ndugu yangu. Allahu Akbar. Baba yao aliambia nini? Baba yao alikataa, akaambia iwezekani nini kama mtarudi, mrudi muende mununue mazao. Wakasema sisi tumekatazwa. Ikakaa kwa muda, ile chakula ikaanza kuisha, ile chakula walichukua ikaanza kuisha. Sasa baba yao ana otherwise, lazima sasa akubali. Akaambia nini? Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, wallahi siwezi watuma na huyu kijana huyu Benyamin pamoja na nyinyi mpaka mniapia kwa jina ya Mwenyezi Mungu ya kwamba la ta'tunani bi, ya kwamba mtamrejesha kwangu vizuri. Allahu Akbar. Mtamrejesha safe, hakuna kitu yote itahappen kwake. Mimi nataka mniapie kwa jina ya Mwenyezi Mungu, ila hapa ya mwisho kabisa huyu kijana hakuna kitu chochote itahappen kwake.
illa an yuhadda bikum, illa adui wakiwazunguka. Sasa nyinyi yote mkizunguka na adui, muanze kuumizwa na adui, hiyo hakuna shida. Lakini ati murudi venye mlirudi kwa Yusuf alayhi salam, useme sasa yule kijana tumempoteza, tumerudi sisi wa 10, mniapia ya kwamba mnaweza fanya jambo kama hiyo. Wakamwambia nini? falamma atuhum thiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Saili walimwapia kwa jina Mwenyezi Mungu, wakamchukulia ahadi ya kwamba watamrudisha vizuri na watamlinda. Akasema wallahi Mwenyezi Mungu ndio shahidi kwa hii jambo ambaye nyinyi mnasema. Kwa hii maneno ambayo mnasema tunaweka ushahidi yetu yote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, endeni naye. Waqala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa. Allahu akbar. Akaanza kuambia watoto wake, watoto wangu, mkifika Misri msiingie katika mlango moja, mungieni katika mlango tofauti tofauti, msionekane na watu macho yao iwapate. Allahu akbar. Al-ainu haq. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema macho ni ukweli. The evil eye, macho ile maovu ile inakuangalia. Inatakana ukiona kitu ambayo umependa, kitu umefurahia, lazima utaje jina Mwenyezi Mungu. Ukimwona kijana ambaye very handsome, unasema mashaallah, kijana ni mzuri, ama unasema tabarakallah, ama unasema inshallah, lazima utaje jina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio macho yako wezi mpata. Unaona mtu anaendesha gari mzuri, Mercedes Benz ambaye ni mzuri, unaangalia na macho yako mpaka unajikuta uondo umekaa ndani. Allahu akbar. Unaangalia vibaya, that evil eye haikubaliki. Lazima useme mashaallah, Mwenyezi Mungu la amempatia, pia anaweza nipatie mimi, na Mwenyezi Mungu atakupatia inshallah. Sasa akawaambia nini? Macho ya watu isiwapate, kila mmoja wenu muingie katika mlango ambaye tofauti tofauti. Allahu akbar. Wakafanya hivyo, wakaingia katika mlango ambaye tofauti tofauti. Walamma dakalu min haythu amarahum abuhum, saili walifanya ile jambo ambaye baba yao aliambiwa wafanye, ya kwamba kila mmoja wao aingie katika mlango tofauti tofauti. Ma kana yughni ankum min Allahi min shay, lakini hiyo haingeweza kuzuia ile Mwenyezi Mungu kama angeitaka kitu inge happen. Upande ya Mwenyezi Mungu haingewasaidia kitu yote, kwa sababu hiyo tu ilikuwa Yaqub alayhi salam alijionea, hiyo ndo matamani yake ilikuwa. Innahu ladhu ilmin lima allamna, Mwenyezi Mungu anasema huyo mtume Yaqub alayhi salam alikuwa na ilmu. Mwenyezi Mungu alimpatia ilmu ambaye amemfundisha yeye mwenyewe. Allahu akbar. Walamma dakalu ala Yusufa awa ilayhi akha, wakafika katika ile Misri, wakafika katika Yusuf alayhi salam, wakamwendea ile waziri. Kufika kwake akawaandalia chakula, akawaandalia kila kitu, akawafurahisha. Sasa wakaanza kukaa wawili, sio walikuwa mandugu 11, hao wawili wakakaa, wawili wengine wakakaa. Ule mmoja sasa Benjamin akabaki, Yusuf akaenda akakaa karibu yake. Sasa chakula wanakula wawili. Yusuf alayhi salam akakula naye. Ile kijana analia, anasema wallahi I wish leo ndugu yangu Yusuf angekuwa nakula na mimi, tungekuwa tunakaa naye. Allahu akbar. Yusuf alayhi salam anamwambia usijali, ndugu yako utampata. Wakakaa pamoja, akamwambia mimi unaweza nifanya kama ndugu yako, unaweza nipatia nafasi ya ndugu yako. Akisema wewe ni waziri, umesifua sana na mandugu zangu, wanasema wewe ni just, wewe ni adili ya hali ya mwisho, lakini huwezi ingia nafasi ya ndugu yangu. Allahu akbar. Ndugu yangu Yusuf. Basi ikafika usiku, wanaenda kupumzika, kila moja akaekua room yake, wakaenda wakalala vizuri. Yusuf alayhi salam akamwingilia ile room ya ndugu yake yule Benjamin, akamwambia nini? Qala inni ana akhuk, mimi ndugu yako Yusuf alayhi salam, mimi ndo Yusuf sasa, mimi ndugu yako. Kijana akaanza kulia, akampigia story venye walimfanyia hao mandugu zake wengine, mpaka wakamtupa ndani ya kisima. Ndugu yake akaanza kulia. Yusuf akamwambia nini? Fala tabtais bima kanu ya'malun, usilie ndugu yangu kwa ile jambo ambayo hao walifanya, usijali, hiyo maneno ishapita sasa. Lakini sasa nataka nipange njama. Wewe ukiona kitu yote ina happen, usijaribu kuambia mandugu zako, wala usiwaambie mandugu zako huyu Azizi ndo Yusuf ndugu yangu, usiseme. Wewe nyamaza,
kesho asubuhi ikifika, mimi kuna mambo ambayo napanga, kuna vitimbi ambayo napanga, wewe angalia tu vile mambo itaenda. Asubuhi ikafika, sasa wakaanza kuandaliwa ile vitu yao. Sasa falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli aqih. Allahu akbar. Nasemekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia saa ile ilipokushwa andaliwa, wakaanza kutayarishiwa kila moja yao, ikamalizwa vizuri venye walikuwa wanataka, ile haja yao yote ikafikishwa, wakawekwa vipimo vizuri. Ja'ala siqayata fi rahli aqih, ikachukuliwa ile kikombe ambaye ni bakuli ambaye ya dhahabu, inasemekana wengine wanazuoni, wengine wanasema ilikuwa ni silver ambaye ilikuwa inatumika katika kipimo cha hiyo nafaka. Allahu akbar. Wakafanya nini? Ikachukuliwa ikawekwa ndani ya ile bagi ya ndugu yake Benyamin, ikawekwa vizuri, ikafungwa. Sasa Yusuf akawaga akasema kwa heri, Mungu apeleke vizuri, salamianeni nyumbani. Sasa kila mtu akachukua mzigo yake, anataka kuendea ngamia yake ndio aweke ile mzigo juu. Sasa venye wanatoka katika ile mlango, faadhana muadhinun, mara moja mnadi akanadi, mlango yote ikafungwa, ayatuhal iru innakum lasariqun, enyi wasafiri nyinyi, hakika nyinyi ni wezi, hakika nyinyi ni wezi. Allahu akbar. Kila mtu anashangaa, watu walikuwa na janda na ile hall, watu walikuwa na janda ndani. Allahu akbar. Watu wanashangaa ni nani hiyo, nando wezi. Wale vijana Yaqub alayhi salam wakarudi wakasema nini? Qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun, wakamrudia katika ile mnadi. Yule mtu alikuwa na nadi, ile mtu alikuwa anaongea, wakamuuliza ni nini imepotea, ni nini una nadi unasema sisi ni wezi, ni nini imepotea? Qalu nafqidu suwa al-maliki wa liman jaa bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Akaanza kuambia kwamba ile kitu imekosekana, ile bakuli ya mfalme, ile ilikuwa inatumika katika kupima ile nafaka, ile bakuli ya dhahabu imeibiwa, imekosekana, na yoyote ambaye atasema ile mali iko atapatiwa shehena ya ngamia moja ambaye mzima, ngamia moja ambaye vitu yake yatajaziwa juu yake free of charge, atapatiwa. Ile mtu atasema hiyo bakuli ile mali iko, hiyo kikombe. Ile mandugu ya Yusuf alayhi salam walishangaa, wakasema tutakuwaje sisi wezi, sisi si wezi. Wakapelekwa mpaka kwa Yusuf alayhi salam. Sasa ile askari wote wamewazunguka. Allahu akbar. Wakamwambia Yusuf alayhi salam, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Wakamwambia Yusuf alayhi salam, wallahi tunaapa katika jina Mwenyezi Mungu, unajua hatuja kuja hapa kuleta uharibifu katika nchi. Wama kunna sariqin, na sisi si wezi, sisi si wezi. Yusuf alayhi salam, tumekupigia historia yetu, baba yetu ni mtume, babu yetu ni mtume, babu yetu la tatu ni mtume Ibrahim alayhi salam, sisi si wezi kabisa. Sasa wale maaskari walikuwa nasimama hapo wakasema nini? Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin, ni nini itakuwa malipo yake ikiwa nyinyi mnadanganya? Nyinyi mnasema nini siwezi, kama mnadanganya na hii vitu tupate ndani yenu na tupate katika hii mzigo yenu, nini ndio malipo yenu? Sasa mtume Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu alimpatia kitabu ambayo inaitwa Suhuf. Katika sheria ya mtume Ibrahim wakati hiyo ndio Qur'an, Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa. Mwenyezi Mungu alimpatia Ibrahim the first book. Sasa katika hiyo kitabu iliandikwa nini ndani yake? Kuna sheria ya kwamba ile mtu atapatikana ameiba, atakuwa atapatiwa slave kwa ile mtu ambaye amemwibia. Allahu akbar. Sasa waliulizwa hivyo wakasema nini? Qalu jazaa'uhu man wajada fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu kadhalika najzi dhalimin. Wakaleta ile sheria yao sasa, ile sheria ya mtume Ibrahim alayhi salam, wakasema malipo yake itakuwa yoyote ambaye ndani ya bagi yake itapatikana hiyo bakuli, huyo ndo atakuwa malipo yake, huyo ndo atachukuliwa, huyo ndo tutawapatia, atakuwa slave yenu, huyo ndo mtajifungia. Allahu akbar.
kwa sababu hivyo ndivyo wanavyolipa wale ambao ni madhalimu. Atakuwa mmoja wapo wa madhalimu, atakuwa ni mwizi. Allahu akbar. Yusuf alayhi salam akafanya nini? Akaambia jeshi yako apange. Sasa ile njama walipanga, sasa ile inaangaliwa. Aliambia jeshi yake, mnaangalia katika ile vijana wengine, msianze na huyo kijana mdogo. Fabada bi'iyatihim qabla wi'a'i akhi, wakaanza sasa kusearch katika ile bag zao. Wale wengine sasa, wa kwanza hakuna kitu, wa pili hakuna, wa tatu hakuna, wa nne hakuna, ikafika 10. Yusuf alayhi salam akisema yule anakaa kijana mzuri, wachaneni na huyo, hata msiangalie. Mandugu zake wakisema haiwezekani, hata lazima angaliwe. Yusuf alisema hapana, huyo ana shida, endeni tu, sasa mko sawa, just go. Wasema hapana, tunataka hata huyu lazima bagi yake angaliwe. Hao ndio wamelazimisha. Thumma staghrajaha min wi'a'i akhi, Mwenyezi Mungu anasema baadaye ile bagi ya ile kijana kufunguliwa Benyamin, ikaonekana ile bakuli ya gold ndani yake. Allahu akbar, ikatolewa mara moja. Sasa watasema nini? Wale wa 10 wakashangaa, wakajisahau, wakashangaa. Sasa wakasema nini? Qalu in yasriq faqad saraka aqul lahu min qabl, kama huyu ni mwizi vile vile ndugu yake zamani alikuwa ni mwizi. Ndugu yake wanamaanisha nani? Ni Yusuf alayhi salam. Ndugu yake pia alikuwa ni mwizi, huyu naye ni mwizi ate. Sasa wamejisahau, hata wamesahau ile promise ambayo wamechukulia baba yao. Allahu akbar. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum, Yusuf akaanza kuweka hiyo kitu ndani ya roho yake, hajawaonesha, hajasema ati kwa nini mnasema hivyo, mimi ndo Yusuf. Hapana, akasema ndani ya roho yake, qala antum sharrun makan, akasema hawa mko katika shari ambaye mahali ambaye ni babaya kabisa, nyinyi mko ndani. Allahu akbar. Kwa sababu nini watu wabaya kabisa? Yusuf alayhi salam anasema wallahu a'lamu bima tasifun, Mwenyezi Mungu anajua jambo ambayo mnasingiziana. Mnaanza kusema hata Yusuf alikuwa ni mwizi, mnaanza kusingiziana. Mungu anajua. Yusuf anasema ndani ya roho yake, hawatakusikia. Sasa baada muda kidogo, hawa kutoka ile kijana kushikwa, wakakumbuka, tulichukulia babetu promise, tulichukulia babetu, tuliapa kwa Mwenyezi Mungu hatuwezi muacha huyu. Wacha sasa tuende tumbembeleze, moja yetu achukuliwe, huyu tumrudishe kwa babetu. Allahu akbar. Wakamwendea, qalu ya ayuha al-azizu inna lahu aban shaykhan kabira, ewe aziz, ewe waziri wa mali, huyu baba yake ni mzee kabisa, baba yake anampenda sana, tulishinda hata kumtoa ndani ya baba yake mpaka tukaapa kwa jina Mwenyezi Mungu, huyu tupatie. Faqud ahadana makanahu inna naraka min almuhsinin, chukua moja yetu ile yote unampenda, chukua moja yetu, mweke nafasi yake, wacha kuwa slave yako, mweke karibu yako, akuwa nafasi yake. Lakini huyu tumechukua promise kutoka baba yetu, hatuwezi mwacha, tupatie tuende naye. Qala ma'adallah, Yusuf asema najikinga na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye hakutuchukulia vitu, tutamfunga isipokuwa yule ambaye tumemkuta na ile bakuli. Huyu tuno tutashika, hatuwezi shika mwingine. Tukifanya hivyo, inna idhal la dhalimun, kwa hakika tutakuwa miongoni mwa wale ambao wamefanya dhuluma, tutakuwa dhalimu, tutakuwa tunafunga innocent person, tutatoa huyu ambaye ni guilty, tumempata naye huyu ni mwizi, ati tumtoe tumlete mwingine, iwezekane. Wakaanza kumbembeleza Yusuf alayhi salam, akaambia askari yake watoeni hao watu nje, wakatolewa nje, wakaambia askari sisi tunataka tuingie ndani, wakaambia tena hakuna kuingia ndani, mwende. Huyo jamaa ashaenda. Falamma sta'asu minhu qalasu najia, Allahu akbar. Wakati ile sasa matamanio yao imeisha, wamekufa moral, wamekufa hope ya kwamba hii kijana atawachiliwa. Wakakuwa na meeting yao, informal meeting yao, wakatoka mbele ya macho watu, wakaenda kando. Qala kabiruhum, ule mkubwa yao ule Yahuda, ule tunakumbuka alikuwa anasema nini? Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf, ule alikuwa anasemanga, mmoja wao ule mkubwa yao alikuwa anasema msimuue Yusuf.
wa alquhu fi ghayabati aljub. Kama mnataka kufanya hiyo sharti ambaye mnataka kumtoa Yusuf mbele baba yenu, endeni muangusheni ndani ile kisima, lakini msimuue. Ule ndugu yao mkubwa ndo anaongea nao sahi, anaitwa Yahuda ama Juda. Wengine wanazuoni wengine anasema alikuwa anaitwa Rubil, Allahu a'lam. Hiyo tunaacha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ule mkubwa yao akasema nini? Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad aqada alaykum mawthiqan min Allah. Je, mmesahau ya kwamba babetu amechukulia promise na ametuapisha kwa jina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tusimwache wiki jana? Je, mmesahau hiyo? Ile kuapa yetu sisi wa 10 tena turudi kwa baba yetu vile tuko? Iwezekane. Allahu akbar. Wa min qablu ma faradtum fi Yusuf. Na kabla hiyo mnajua venye mlimkosea Yusuf alayhi salam. Mnajua ile promise ambayo tulichukulia baba yetu, tulisema tutamlinda na tukamwacha Yusuf ndani ile kisima. Sasa leo sisi wa 10 tena turudi kwa baba yetu tuseme huyu ni mwizi? Haiwezekani. Falan abraha al-arda hatta ya'dana li abi o yahkum Allah. Akasema wallahi siwezi toka katika hii ardhi, siwezi toka katika Misri kabisa. Ule ndugu ya Benyamin Yusuf ashamchukua alayhi salam, akampeleka kwake, akamwona ni guest yangu, wewe ni ndugu yangu, kula vizuri, kaa vizuri. Kijana ako very happiness. Sasa huyu naye anasema nini? Mimi siwezi enda mali yote mpaka baba yangu anitolee idhini, aniambie kuja rudi kijana yangu, ama Mwenyezi Mungu anihukumie, ama nikufie hapa, ama nipate ndugu yangu amewachiliwa nirudi naye mpaka kwa baba yangu. Allahu akbar. Wa huwa khairul hakimin. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo mbora wa mahakimu. Allahu akbar. Irji'u ila abikum. Akaambia fanyeni hivi, nini mrudini katika baba yenu, mimi nitabaki hapa, siwezi enda mali yote. Yusuf alayhi salam, wale wengine wakaondoka wakaelekea upande wa baba yao. Sasa huyu akabaki pale nje katika ile mahali peke yake, anakaa nje. Yusuf alayhi salam akaambia askari yake, kwa sababu huyu hakuwa mbaya, huyu ni yule alimzuia Yusuf alayhi salam asiuawe. Aliambia kama mnataka kufanya sharti muangusheni kwa shimo, lakini msimuue. Sasa Yusuf bado huyu ni ndugu, akamchukua akamwambia yule askari, mwekeni mali mzuri akae vizuri hata huyo. Sasa wale wengine wa 9 wakarudi kwa baba yao. Inshallah tutaendelea kesho. Tunasema wa sallallahu wa sallama wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.